Malighafi muhimu zaidi katika taifa lolote ni ubongo wa raia wao. Yaani ukiwa una watu ambao wako na good neuroplasticity katika ubongo wao katika nchi yako, tunatarajia utakuwa na maajabu mengi sana. Utakuwa unatuongoza kwenye kila ambalo wengine watakuwa wanaligundua baadaye. Kwa hivyo utaona si kama zamani karne zile za 19 ambapo ukiwa una madini, ukiwa una mafuta, ukiwa una vitu gani, mbao and so on, kuwa nchi yako ndo inatajwa kuwa na uimara wa kiuchumi. Lakini kwa sasa hivi ukiwa una malighafi watu ambapo watu wana ubongo ambao una good neuroplasticity, una good networking of their brains, of their neurons, ambao watu hawa ni good thinkers, wanafikiri vizuri, they are highly problem solvers, wanatatua changamoto, ndio ambavyo unatofautisha taifa moja na taifa lingine. Kwa nini wao wanawaza hatua moja mbele kuliko sisi? Unajua, muda wote unapomlea mtoto katika curriculum system yako au katika mfumo wako wa elimu, muda mwingine inaweza ikachukua miaka mingi, 18, 20, whatever. Kitu kikubwa kinachotokea ni kitendo kinaitwa neuroplasticity. Kwa hiyo wao wanawaandaa watoto wao na sisi tunawaandaa watoto wetu, lakini kinachotofautisha ni how this neuroplasticity happen to these two kinds of children. Hawa watoto wa aina mbili, hii neuroplasticity yao ndio itakayo determine wao watu wa aina gani mwisho wa safari. Neuroplasticity ni kitu gani? Wana define kwa definition nyepesi kuwa ni hali ya ubongo kujibadilisha kimuundo kutokana na namna unavyouzoesha na unavyoutumia. Imefahamika kuwa ubongo unaendelea kukua kwa kadiri ya unavyoushughulisha, unavyoutumia na unachouzoeza. Ubongo unatengeneza kitu kinachoitwa networking between neurons, kwamba zile neurons zinafanya networking kwa kadiri ya unavyoufikirisha ubongo. Kwa hiyo ubongo bado unaendelea kukua, na kama ikiwa kuna kitu hakifanyiki katika huo ubongo, ubongo pia unafanya kitendo kingine inaitwa synaptic pruning, hali ya minimize efforts. Kwa hiyo inaua baadhi ya connections ili iweze minimize efforts, ina concentrate na zile connection ambazo zinaendelea kutumika. Kwa hiyo hatari ipo hapa. Inamaanisha unapojidevelop mwenyewe kwenye thinking process, ubongo wako unajiwezesha zaidi kuweza kutengeneza a lot of networking between neurons. Na pia unapojitoa kwenye thinking process, ubongo wako unafanya synaptic pruning, unajipumzisha. Yaani ni kitendo cha uondoaji wa muunganiko wa neuron baadhi, yani networking za neuron, kwa sababu tu imeonekana kwamba mbona hapa hakuna matumizi, hivyo tuyaondoe. Kwa hivyo utaona malighafi muhimu zaidi katika taifa lolote ni ubongo wa raia wao, na hii ndio inadetermine the strength of the mind. Yani hii ndio inawezesha ubongo kuwa na uwezo fulani. Lakini hatari ipo hapa, kama itakuwa mfumo ambao umepitia ulipromote sana memorization na sio thinking, katika eneo la prefrontal cortex linakuwa dormant. Na maanisha nini nikisema hivi? Kama ukiwa unamfikirisha mtoto katika ngazi zote za elimu, eneo ambalo litakalokuwa active sana kwenye ubongo wake linaitwa prefrontal cortex, eneo la mbele la ubongo wake, ambapo hapa neurons zinazopatikana katika eneo hili la ubongo zita develop new networking kwa kadiri ambavyo anajiengage katika thinking process. Hivyo kutatokea kuna networking, formation of new networking, ambayo hicho kitendo tunakiita neuroplasticity. Kwa hivyo the more anavyotengeneza au anavyodevelop this networking, ndivyo the more ambavyo tunamwandaa huyu mtoto awe ni upcoming genius. By the way, hakuna genius by born. Hakuna mtu ambaye amezaliwa genius, bali huwa genius anaandaliwa. Kwa kufanyaje? Kwa kuhakikisha kwamba katika eneo lake la prefrontal cortex kunakuwa na good neuroplasticity, kunakuwa na good formations of this neural networking, na ndio ambavyo uwezo wake wa kiakili kuamua mambo, ubunifu unaongezeka kwa kadiri ya kitendo hicho kinavyotokea. Na wewe ambaye umeng'ang'ania kuangalia karatasi ya mtoto, ile namba inayoandikwa kwa kalamu nyekundu kwamba ana 70, hii ni B, inaweza kumpatia kazi fulani yenye mshahara fulani, kwamba ana 90, hii ni A, inaweza nikampatia kazi fulani yenye mshahara fulani, alafu story yake ndio ikaishia hapo. Ndio
anaweza akapata hiyo kazi, anaweza akaonekana katika jamii kuwa ni mtu fulani tayari, lakini kumbuka eneo lake kubwa ambalo limedevelop kwa miaka yote, kama ulikuwa umejiwekeza katika ku memorize facts, mwisho wa siku ukapewa mitihani na ukafaulu nayo, eneo ambalo limejiendeleza vizuri na kwa umakini kabisa ni eneo la kwenye ubongo linaloitwa hippocampus region. Ile eneo linahusika na kutunza na kuhifadhi kumbukumbu. By the way, hii sio bahati, kwa sababu hata kunguru, kuku, mnyama yoyote unayemjua, na muda mwingine wanasema kuwa hata kompyuta pia ina uwezo wa kumemorize facts, kwa sababu hawa viumbe wengine kama kunguru, paka pia wanalo eneo la hippocampus. Sisemi kwamba hawana eneo la prefrontal cortex, isipokuwa wanyama wengine ukitoa binadamu, eneo la prefrontal cortex kwao ni dogo sana. Kwa hivyo utaona hawakuandaliwa kwa ajili ya kuwezeshwa kufanya kitendo cha thinking process.